ningependa tujifundishe kitu ambayo ni ya maana sana, kwa sababu tumekuwa na mazoea ya kuketi na kusomewa na kusikiliza, bali si hapa kanisani tu, hata manyumbani mwetu, na hata wakati mwingine hata kwa mitandao tunajiangalilia mambo ambayo ni mazuri, ili yale mambo mazuri tunafurahia, na mambo hayo ni ya jinsi ya kumtukuza Elohim, ama ni mambo ya kumtukuza Baba wetu wa mbinguni. Lakini baada ya kusikiliza ama kufuatilia, unarudia mwenendo wako usioandamana na mafunzo na maandiko ambayo wewe mwenyewe umezoea kufundishwa. Na hili jambo ni jambo hatari sana katika maisha ya muumini. Bwana tusaidie sana. Kwa hivyo nataka nikuhakikishie leo, kwa mujibu wa Biblia, ya kwamba kama wewe umekuwa mtu wa kusikiliza, lakini hakuna kubadilika katika hali ya matendo yako, wewe hauna tofauti na yule kafiri asiamini, kwa sababu hawezi kufanywa mtakatifu kwa kuhudhuria ibada. Utafanywa mtakatifu kwa kuhudhuria ibada, mafunzo yenye ilikuwa kwenye ibada ukaenda nayo nyumbani, katika biashara zako, katika kazi zako, ukaiendeleshe katika hali ya matendo. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunasoma habari ya Ibrahimu na tunaifurahia sana. Ningependa 26 mstari wa 5 unisomee Mwanzo. Tuone Ibrahimu alifanywa mtakatifu kwa sababu ya jinsi gani. Sisi wote tunapenda Ibrahimu. Tunaposikia Ibrahimu tunasema Ibrahimu amebarikiwa. Ibrahimu ni baba wa imani, na kila mmoja anataka kuitwa mtoto wa Ibrahimu katika hali ya imani. Hata wengine tunaomba baba wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Tunafurahi sana. Lakini ndiposa Ibrahimu afika kiwango cha kuitwa mtakatifu na mpenzi wa Elohim, ni kitu gani alichokifanya? Soma pale Mwanzo 26 mstari wa 5. Ndio. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Kitu ya kwanza, Ibrahimu alisikia sauti ya Bwana, kama vile sisi kila Sabato, kila wakati tunasikia sauti ya Bwana kupitia maandiko yake. Akahifadhi maagizo yangu. Akayahifadhi maagizo. Kwa hivyo sisi tunafaa nasi tumuige Ibrahimu, tukayahifadhi na amri zangu, na amri za Bwana, na hukumu zangu, na hukumu zangu, na sheria zangu, na sheria zake Elohim. Barikiwa sana. Kwa sababu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Kwa hivyo na wewe ndiposa upate kuitwa mtoto wa imani wa Ibrahimu, lazima uweze kutekeleza maandiko ambayo unafundishwa kila Sabato. Lakini kuja hapa na kukaa haimaanishi wewe ni mcha Bwana. Kusikiliza hakukufanyi mtakatifu. Kuja kanisa la Bwana hakukuwezi kufanya mtakatifu. Ni kusikiliza neno la Bwana na kulitekeleza katika hali ya matendo. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Jina la Baba liinuliwe. Hebu tusikie ni nani ndio Bwana ataweka agano na kuwaonyesha rehema. Hebu nisome Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 9. Kumbukumbu la Torati 7 mstari wa 9. Ni akina nani Baba atawateremshia rehema zake? Wakati mwingine, unirehemu Bwana, unitakase, uniongoze, unibariki. Ni akina nani hao Baba atateremshia rehema zake za ukombozi katika mapito yao yenye giza na majaribu na shida nyingi? Ni akina nani? Hebu tusomee pale kwa haraka. Wa 9. Basi jueni ya kwamba Bwana Elohim wenu. Basi jueni ya kwamba Elohim wenu ndiye Elohim mwaminifu. Ndio. Ashikaye agano lake na rehema zake kwa wampendao, na kuzishika amri zake. Ndio. Vizazi kwa wao wampendao na kuzishika. Tunapelekana pamoja kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Amen. Ni kwa wale wanaoshika neno lake na kulihifadhi na kulifanyisha kazi. Si kusikia Sabato vile inafaa kutunzwa, haubadiliki. Si vile tunafundishwa kuhusu idi za Bwana tunavyofaa kuzitunza. Kwa maana hata Sabato hii ukisoma Mambo ya Walawi 23 kuanzia pale, inasema Sabato ndio ya kwanza, sikukuu zilizotakaswa. Lakini unapata siku hizi watu wamezikataa sikukuu za Bwana. Lakini ikifika ni sikukuu za mataifa za kipagani, unawapata huko. Lakini neno linatuambia ya kwamba sio wale wanaosikia, bali ni wale wanaozitenda, wanaozitekeleza
wapendao na kuzishika amri zake hata vizazi elfu. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka kuwapa tahadhari. Usikuje ukajidanganya kwa sababu unahudhuria ibada, kwa sababu unasoma Biblia. Hiyo ni nzuri, lakini ifike kiwango kingine na kutekeleza. Tekeleza mafunzo ambayo umefundishwa. Hapo ndipo taanza kuoneshana umekomaa katika hali ya imani, na Baba akiwa mbinguni anaona akuongezee elimu nyingine, kwa sababu already yenye umefundishwa umeweza kuitekeleza. Haleluya, jina la Baba lipewe sifa. Ni kwa nani ndiyo Masihi anaelezea baraka? Ni akina nani? Luka 11:28. Ni ya watu gani ambao watamiminiwa baraka? Kila mmoja anasema, bariki kazi yangu, bariki afya yangu, bariki watoto wangu, inua maisha yangu, baraka yako iwe juu yangu. Ni akina nani Masihi aliahidi baraka juu yao? Toma 11:28 kwa haraka ndugu yangu. Inasemaje? Lakini yeye alisema afadhali heri walisikiao neno la Elohim na kulishika. Heri Kizungu kinasema kubarikiwa ni yule asikiaye neno la Bwana na kulifanyisha kazi. Kushika ni kumaanisha umeshika, unapelekana na neno la Bwana, unaenda nalo, linakuongoza, linakuwa ndio msingi wako, ndio mwongozo wa maisha yako. Haleluya. Baba wetu atusaidie sana. Hao ndio wameahidiwa baraka. Kubarikiwa ni yule asikiaye neno langu na kulitekeleza na kulifanyisha kazi. Biashara yako, afya yako, maisha yako, maombi yako, kulala kwako, kuamka kwako ni kutekeleza yale unayoyasikia. Lakini kukuja kanisani na kukalia kiti alafu ukafikiria umetoka umebarikiwa, bado. Inafaa baraka ziweze kuzalishwa na kuletwa na matendo ambayo utakayotenda kupitia ile neno. Haleluya. Ile watu igweleza. Baba yetu atuhurumie sana. Kwa hivyo lazima tuamke usingizi wa kuregea katika hali ya kuyatimiza maandiko ya Bwana, na jina la Baba lipewe sifa. Maandiko yanazidi kuuliza namna gani? Je, wote wasemao Bwana Bwana wataokolewa? Mathayo 7:21. Wale watu wanasema nimeokoka, Bwana ni mwokozi, na wanabadilisha mpaka sauti. Hao watu, wewe unayejiita Masihi, kweli tunafunga vitambaa nguo ndefu, wengine wanaoneshana wameokoka, wanakuja Sabato hawezi kufanya kazi. Hao watu wanaosema Bwana Bwana ni mwokozi, hiyo imetosha kusema wao ni wa uzima wa milele. Jina la Baba lipewe sifa. Hebu tusomee pale 7:21. Inasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Si kila mtu anayesema ainuliwe Bwana, ati tunakusifu Bwana, ninafurahi. Wewe sio wewe unasema Bwana Bwana, bali ni yule asikiaye na kutenda mapenzi ya Baba aliye. Wewe tu wewe. Haleluya. Wewe tu wewe. Ni yule anayetenda mapenzi ya Baba akiwa mbinguni. Shalom. Wewe ukitaka kubarikiwa, shika mapenzi ya Baba. Utatolewa katika hiyo madeni uko nayo. Utatolewa katika ugonjwa ulio nayo. Utatolewa udhaifu ulio nayo. Ukitaka kufanyisha kitu, anza kukifanyisha mazoezi. Tunafundishana katika hali ya maombi. Anza kujiozoesha. Ulifundishwa maombi, umefanya mazoezi, umeingia katika kambi ya mazoezi ya maombi, ukajaribu hata kidogo. Anza kuinua imani yako kwa kuifanyisha mazoezi. Ukianza kuzoesha kitu fulani kwenye maisha yako, kitakuja kuzoeleka na kitafanyika. Baba wetu atusaidie sana. Kwa hivyo yule atakayebarikiwa, yule atakayesaidiwa, si yule asikiaye tu, si yule anayemuita Bwana Bwana, bali ni yule atendaye mapenzi. Na mapenzi ni neno lake Elohim. Neno la Elohim likikwambia usikuwe mtu wa vivu, usikuwe mtu wa chuki, usikuwe mtu wa fitina, usikuwe mtu anaharibu Sabato ya Bwana, heshimu wazazi, usiibe, usizini, usishuhudie uongo. Kaa kama mtu kaa katika njia ya mtu wa kiroho, mtu ambaye anatafuta uso wa Bwana, anaonea kiu katika njia za Bwana. Na Baba wetu apewe sifa. Haleluya. Ile itoto igwerena. Ni huzuni nyingi sana unapopata msichana mzuri, kijana mzuri, mama mzuri anayefundishwa katika imani hii kupitia maandiko kila Sabato na mikutano na idi na mikutano ya waumini,
lakini baadaye unampata anafanya jambo la kipuzi ama jambo mbaya, amejisahau, anaenda kinyume na imani ya Bwana. Hiyo ni hatari, na unaoneshana wewe ulikuwa msikiaji tu, lakini wewe ulikuwa tu wa kuita Bwana Bwana. Ole wako mimi na wewe tutakaye kataa kupelekana na maandiko ya Bwana, na tutapata laana. Kwa hivyo naomba tuwe wasikiaji na watendaji, na hao ndio watakao kuitwa wabarikiwa, na jina la Bwana lipewe sifa. Ni sababu gani wengine watatoa katika siku hiyo? Ni sababu gani wengine watatoka katika siku hiyo? Hebu nisomee Mathayo 7:22. Wengi wataniambia siku ile, ndio Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako? Ndio. Na kwa jina lako tukatoa pepo? Ndio. Na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndio. Haleluya. Tuongezee andiko, watiifu wanafananishwa na nani? Wale watu ambao wanatii na wale watu wanaotenda mapenzi ya Bwana wanafananishwa na nini? Watiifu 7:24. Wale watu wanatii. Ni vizuri ujiulize, mimi ni mtiifu? Mimi ni mtiifu? Mtoto mtiifu, mshirika mtiifu, jirani mtiifu, baba mtiifu, mama mtiifu? Huyo mtu anafananishwa na nini? Yule anayetii katika njia za haki za Bwana anafananishwa na nini? Hebu nisomee pale 7:26 Mathayo. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye, yeye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Haleluya. Baba wetu atusaidie sana. Umesoma 7:24? Nataka 7:24 tafadhali. Basi kila asikiaye maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili. Atafananishwa yule anayefundishwa Sabato. Sabato inafaa kutiwa hivi, kufanywa hivi. Atafananishwa na nini? Inasema atafananishwa na mtu mwenye akili. Na mtu mwenye nini? Akili. Mtu mwenye nini? Wewe si tusemezane hapa. Yule ambaye anasikia neno la Bwana na anatenda mapenzi ya neno la Bwana anafananishwa na nini? Mtu mwenye nini? Akili. Na sio matusi. Kwa hivyo mwenye hatii na hasikii neno la Bwana anafananishwa na mtu asiye na nini? Tungetaka kuwa kipande gani? Kwa wenye akili ama kwa wasio na akili? Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Ati yule mtu ambaye anafanya mapenzi ya Bwana na anakaa katika njia za Bwana anafananishwa na mtu mwenye nini? Anafananishwa na mtu mwenye akili. Aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Mwamba. Ukiacha waboi awache hiyo kazi alikuwa anafanya, kwa sababu utafanya aingie kwenye majaribu. Bwana asifiwe sana. Amen. Jina la Baba liinuliwe. Amen. Ni vizuri sana tuweze kujua katika kitabu cha Methali. Hebu nisomee niangalie kama ni 1:4. Tusikie chanzo cha mtu mwenye akili na mtu mwenye hekima na mtu mwenye maarifa mbele za Baba ni mtu gani? Ni mtu gani ambaye Baba wa mbinguni anamuita mtakatifu? Ni mtu mgani ambaye anaitwa ni mbarikiwa? Ni mtu mgani ambaye Baba anaona na huyu kiumbe changu ni mtu ambaye ako na akili na hekima ya kutosha? Hebu nisomee pale tafadhali ndugu yangu kwa haraka. Tusikie inasema namna gani. Methali 1:4. Inasema hivi, nikupa wajinga waelevu. Hebu soma 9. Inasema hivi, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema. Hiyo sikumbuki vizuri. Hebu angalia chanzo cha hekima ni kumcha Bwana. Haleluya. Chanzo cha hekima. Ukitaka kuitwa mwenye hekima, mtu ambaye anaitwa huyu ana hekima, na mtu mwenye akili, na mtu mwenye anaonekana ndani yake ana chembe ama ana neno la Bwana ndani yake. Maandiko yametuambia ni mtu ambaye asikie neno ya Bwana na kufanya, atafananishwa na mtu mwenye akili. Siku ya leo, jioni ya leo, nataka tukitoka kanisa hili, dada zangu, ndugu zangu,
tuweze kuwa watu ambao ulimwengu utaona sisi ni watu wenye akili. Kumbukumbu la Torati na mstari wa 6 inasema watu wa mataifa watakapotuona na kutuangalia watausema, watu hawa ambao wanajua kulinda neno la Mungu wao, watu wenye hekima, watu wenye wamebarikiwa, watu wenye nguvu na ushindi. Ni Mungu gani aliye karibu? Ni Mungu gani aliye karibu na wao na watu wake kama hawa watu? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo nataka tutoke hapa tukiwa watu wenye, tusemezane tafadhali, tutoke hapa tukiwa watu wenye fafatai kueleza. Baba wetu atuhurumie. Kijana mwenye akili muangalieni, akiwa katika nchi ya Misri kwa sababu ya kuchunga neno la Bwana na kukaa katika utakatifu wa Bwana. Alimwambia mke ambaye alikuwa na fikira chafu, akamwambia siwezi mkosea Elohim wangu, na siwezi kukosea wazazi wangu, na siwezi kukosea bosi wangu nikafanya dhambi na wewe. La hashaka, sitafanya dhambi. Akasimama na amri ya Bwana ya 7, usizini. Haleluya. Huyo mtu anaambiwa ni mtu mwenye akili, kwa sababu maandiko yaliweza kumsaidia akaweza kuwa mtu mwenye wa pili katika ufalme wa Misri, kwa sababu ya kitu moja kinachoitwa mtu mwenye akili, kwa kulinda neno la Bwana. Haleluya. Waangalieni Danieli, Shadraka na Meshaki walilinda neno la Bwana wakaitwa wabarikiwa. Leo hii tunawindana na washirika, tunawindanwa na sisi na wazee wa kanisa, kwa sababu tukitangaziwa mikutano ya kanisa hatutaki. Tukitangaziwa tukae na neno la Bwana vizuri, unapata wengine bado wanarukaruka, wanawindwa kama swala, hawasikii, hawasimami, wanarukaruka huku na kule kwingine. Baba wetu atusaidie sana. Baba wetu atuhurumie sana. Ila witu atoiguere, atoririkane, atoteithie kumenya kiugo giake, nigetha tutuike andu aria Mesia arionaga ati aya nio magirire gwitwo ciana ciakwa. Sio kila mtu amuitahe Bwana Bwana anaweza kukubalika kuwa mwana wa Elohim, bali ni yule anafundishwa. Hii ndio njia nzuri, hii ndio neno linafanya kazi, anaenda kulifanyisha kazi baada ya kutoka ibada. Shalom. Lakini kuna wengine wakishapita huu mlango wamesahau wao ni wokovu, wanaenda disco, nyimbo za kitaifa ndio wanaweka. Unaweza kuita mwingine hapo mwambie sifu wimbo moja, hana, lakini akitoka nje simu yake na TV yake na memory zake zimejaa mweredho modeli, zimejaa nyimbo za kitaifa. Kwa nini wewe na unasema umeokoka? Kwa nini umesahau namba wako ukamkosea heshima yake na mapenzi yake ya kukaa kama jinsi anavyotaka? Ni vizuri tukae kwenye neno. Muisraeli amebarikiwa. Wakati Waisraeli walitekwa nyara na kupelekwa Babyloni, waliambiwa tuibieni nyimbo zenu, wakasema nyimbo zetu ni dhabihu, nyimbo zetu ni takatifu, siwezi kuibiwa huku nje ya madhabahu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini napata sasa hata ni kama hatujielewi. Tukae kwenye neno tulilofundishwa. Paulo anamwambia Timotheo, shika neno ulilofundishwa na ukumbuke vile tulivyokuwekea mikono na mashahidi wengi wakiwa pale. Kwa nini tunageuka ndugu zetu? Tunakuwa kama mataifa, tunaenda na njia isiyo stahili. Baba wetu atuhurumie sana. Amen. Maandiko yanaendelea kutuambia namna gani? Ni nani ndio Paulo asema watahesabiwa haki? Warumi 2:13. Tusikie Paulo alisema namna gani, ni akina nani watahesabiwa haki. Baba wetu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Warumi 2:13. Tusikie hiyo haki. Hiyo haki. Haleluya. Kama wewe ungetaka kuhesabiwa haki, Paulo alisema hawa ndio watu wanaostahili kuhesabiwa haki, lakini si watu wengine.